Yes. Na wasalimu tena, mjambo. Ni jioni njema tena, tumekuja tena. Karibuni sana kwa watazamaji wangu kwa siku hii. Nawashukuru sana watazamaji wangu wote. Mahali popote mlipo, nawashukuru sana. Kama unaweza nipata kwa sauti, unaweza ingia. Leo tuko na ushauri tu kidogo tu. Ni ushauri tu wa kujadiliana kidogo tuweze kujua. Yes, ni ushauri tu, tutashauriana kwa pamoja. Thank you Mr. Jair. Karibu sana Mr. Nimekuona Kevin, nimekuona kwa pamoja. Nashukuru. Karibuni sana. Kwa kweli leo tunataka tuzungumze kuhusu jambo moja ambalo limekuwa shida, kwa sababu ushauri wangu kwa siku ya leo, nataka tushauriane kuhusu ushauri wa mzazi ushauri wa mzazi, vile jinsi atakavyoshauri watoto wao, vile mzazi atakavyoelekeza mtoto wake kwa njia nzuri. Kwa sababu ili jambo limeleta tatizo na limekuwa ni kama ugonjwa fulani umeweza kuingia. Wacha niweze kuliweka hivi. Hiki kizazi ambacho tuko nacho kwa sahihi sio kizazi ambacho kinaelewa maisha ni nini. Yaani tumefika kwa mahali kuwa hiki kizazi ambacho tumekuja kukipata, kenye kimekuja sasa, hakijui umuhimu wa maisha. Ni vyema kama sisi wazazi tujue jinsi ya kuweza kuwashauri hawa watoto wetu ambao tumeweza kuwazaa, ambao tunaweza kuwalea, ili tuweze kuwaelekeza katika njia nzuri. Kwa sababu watoto hawa unapoona vile wanavyokuwa si vile tulikuwa. Yaani ulezi wao umekuwa ni mgumu kwa sababu hatuwaelewi. Na vile hatuwaelewi, hata wao hawatuelewi. Unaona? Sasa hiyo ndio shida kati ya mzazi na mtoto. Mzazi haelewi mtoto na mtoto haelewi mzazi. Saa zingine sisi kama wazazi, watoto wakiwa mzimu kama mzimu wameweza kufunga mashule, watoto wamekuja nyumbani, ni vyema tuweze kuwa karibu na watoto na tuweze kuwa karibu nao, tuweze kujua shida ambazo wanazozipitia, ama yale mambo ambayo wanayoyapitia, kwa sababu inakuwa ni changamoto kwao. Wanapitia mambo depression iko juu kwa watoto, na tujajua kitu ambacho kinasababisha, kwa sababu unapata wazazi wengi tuko busy katika shughuli zetu, tuko busy kushughulika na mambo mengine, tunasahau mambo ya watoto. Na watoto hawa nimekuja kugundua kuwa wazazi wengi, sisi wazazi tumekuwa harsh sana kwa watoto. Yaani tumekuwa wakali sana. Sasa inabidi watoto wanatuogopa. Watoto
wanatuogopa sababu ya ukali ambao tuko nao. Inakuwa ni vigumu au watoto wakati wanapopitia maisha magumu ama wakati wanapitia mambo mazito, wanaogopa kukuelezea kama mzazi. Sababu wanapokuelezea wewe mzazi, unakuwa uko mkali ile kiwango mtoto hawezi kasimama akakuelezea kitu chochote ambacho kinachomsumbua. Na ni kweli, kwa sababu unapoangalia hiki kizazi ambacho tumekuja kukipata, akiogopi kufa, akiogopi chochote. Kama ni kufa anakufa. Yani mtoto anakuambia tu, mimi hata naweza kufa nikuachie hiyo maisha yako. Unaona kweli anamaanisha. Yani wamekuwa na ile roho nyepesi ya kukasirika haraka na wana decide kufanya kitu kibaya haraka. So tusipokuwa karibu na watoto, tuweze kuwapa ushauri ambao utakao wasaidia. Kama hatuwezi kuwa na ushauri wa kuweza kusaidia watoto, kweli kesho hatutakuwa na kizazi. Na ndio sababu kwa watoto wa kiume wameingia kwa hizi magroups ambazo sio group mzuri. Na kwa sababu wazazi hatuna wakati, hatuna time mzuri na watoto, unapata tunatoka asubuhi, masaa ya kurudi ni usiku. Hatujui watoto wameshinda wapi, hatujui watoto wameenda wapi. Unarudi tu unapata watoto wako kwa nyumba, ama unarudi bado unapata watoto bado hawajafika. Kwa sababu hatuna muda na watoto. Unapata watoto wanakaa ni kama hawana wazazi. Mtoto kazi yake mahali wametembea na grupu zake, wamefanya mambo haujui. So unapata watoto wanaendelea kunawiri kuyafanya yale maovu bila wewe kujua. Utakuja kugundua baadaye wakati mambo yameshaharibika. Ni kweli, kwa ushauri wangu kwa wazazi, ni vyema ikiwezekana tusiwe na zile roho ngumu kama zile za wazazi wa kitambo. Kama wazazi wetu, tusiwe na zile roho, kwa sababu hao watoto ambao tunaowalea kwa leo si watoto wa hiyo. Watoto hawa ni kama mayai. Tusije tukatumia, najua ni kama hata serikali ilijua unapotumia viboko kwa hawa watoto hautawezana nao. Hawa watoto kitu ambacho kinaweza wasaidia ni ushauri wa wazazi, sio kutumia nguvu. Unapotumia nguvu, hawa watoto hautawezana nao. Halo? Kweli kabisa, hawa watoto utawezana nao. Kwa kweli, ukitaka kuwezana na hawa watoto, kulingana vile mimi nimekuja kuona, unapata for example, unapata mama ni mkali, baba ni mkali. Hawa watoto wakati mama ni mkali, baba ni mkali, hawana mtu yoyote wa kuelezea vile wanataka, sababu wanaogopa. Hivyo sometimes wacha tukue free na watoto. Tujaribu sana tukue free na watoto ili tujue. Unajua unapokuwa free na mtu, anakuwa rahisi sana kukuelezea shida yake, ama anakuwa rahisi sana kukuelezea vile kulikuwa siku. Tusiwe wakali kwa watoto. Tusiwe wakali kwa watoto, maana tukiwa wakali kuna mambo mengi yanajificha ndani, hatuwezi kuyajua. Unapata mtoto anaumia na hiki kitu ambacho kinamsumbua. Kama angekuweza kukuelezea, ungeweza kumpa ushauri. Haleluya. Ungeweza kumpa ushauri. Na kwa sababu ukali wako, unapata mtoto bado anakaa na kile kitu kiko ndani, kinamsumbua, kinamuumiza kwa moyo, na vile hawezi kukuelezea. Halo? Hivyo kwa ushauri wangu kwa wazazi na watoto, tuwe karibu na watoto,
na tusiwe wakali sana kwa watoto, na kwa sababu hawa watoto ambao wamefika kwa umri ambao wamejua mapenzi, hawa watoto wakishafika umri wao kama huu sasa, wameanza kujua mapenzi. Mtoto amefika darasa la 8 ama amefika darasa la 9, amefika anaelekea form 1. Unajua sasa kama hawa watoto wa mjini, hawa watoto wakishafika umri kama huu, kwa sababu haya maneno ni maneno ambao wanayaona, si ati ni kitu yenye wanaenda kuanzisha, ni kitu ambao wanaona wakitembea, wanapoenda shuleni, ni vitu ambazo wanaziona kwa barabara. So inakuwa ni challenge kwa watoto, kwa sababu ni vitu wanaona kila siku. Inakuwa ni vigumu hawa watoto kuwaongoza katika mwongozo ambayo yani hawa watoto si watu ambao unaweza ficha kitu, wanajua. Hata kama unasema mtoto wako hajui chochote, kweli, nakwambia kweli, watoto wa mjini hakuna chochote hawajui. Maana wanayaona kwa barabara, wanayaona kwa simu, wanayaona kwa TV, wanayaona kila mahali, wanajua. Hivyo watoto wanapofika umri wao wanajua mapenzi, ni vyema tuweze kuwashauri kama wazazi kuwa kwa njia ya hekima, na kwa sababu bila kuwashauri hao watoto kwa njia ya hekima, ndio unapata watoto wengi, kwa sababu umekuwa mkali, unapata mtoto umemkaria mgumu, umekuwa mkali, unapata mtoto ati umempiga kwa sababu amekuletea bestie. Sijui wanamuita bestie, sikuizi wanawaita bestie. Daddy nimekuja na bestie, sijui mama nimekuja na bestie. So unapata unachukua kiboko, unaanza kupiga huyu mtoto, unamuumiza, unapiga yule kijana. So unapata wakati unafanya hivi vitu vyote, ni ukweli lazima tuchunge watoto, lakini ni vyema tutumie njia ambayo itakayosaidia, sababu hawa watoto vile unaona siku hizi wako na roho kidogo sana, wako na roho ambayo ni roho ndogo. Unapata kama juzi, unaona tu ukiangalia kwa TV, tunapokuona kwa mitandao, unaona vile mtoto unapotumia nguvu kwa mtoto atakudisappoint. Kweli kabisa, nawaambia ukweli, mtoto unapotumia nguvu sana, mtoto atakudisappoint. Kama for example, kuna habari fulani iliweza kutokea mahali, mtoto alikuwa darasa la ngapi? Mtoto alikuwa form 2 ama form 3, alikuwa form 3 anaelekea form 4. Huyu mtoto mwanadada aliweza alikuwa form 4, kitu kama hiyo, kitu kama form 4 to form 3. Sasa huyu mtoto wakapatana na jamaa fulani. Huyu mtoto akampenda jamaa, na jamaa pia akampenda msichana, na huyu mtoto kwa sababu hakuweza kupata ushauri wa wazazi, huyu mtoto wakati walipokaa na huyu kijana hawakupata ushauri wa wazazi kuelekeza njia watakayokaa katika njia nzuri, ama vile unafanya ni mbaya, ama vile unafanya ni, yani ikakuwa wazazi wako busy, wako shughuli zao, lakini mtoto amempenda jamaa na wazazi hawajui. Wakati kijana aliweza kumpenda jamaa, na bado mtoto ni wa shule, na kijana sijui na yeye alikuwa wa university ama alikuwa wa wapi, lakini walikuwa wanapendana na kijana. Wakati mtoto anapitia changamoto, ni vyema uweze kuelewa huyu mtoto leo, kulingana vile alivyo leo, hayuko sawa. Yani ukiangalia mtoto hivi
kwa sababu umemzoea, unamjua. Mtoto anachangamka wakati unamjua, wakati ako sawa anachangamka. Wakati mtoto anasongwa na mawazo, unakaa tu unajua huyu kuna kitu kinamsumbua. Inakuwa rahisi sana kujua mtoto wako kuna kitu ambacho kinamsumbua, uweze kutaka kukijua. Na hiyo kitu ukitaka kukijua ni wakati uko free na watoto, ndio watakaofunguka kukuelezea kile kitu ambacho kinawasumbua. Sasa unapata huyu mwanadada sijui alikuwa anampenda jamaa sana. Na unajua sasa huyu ni mwanafunzi, wakati ameamua kupenda, anapenda kweli kwa sababu huyu jamaa alimdanganya anampenda. Na akampenda kweli, yeye akampa roho yake yote. Akampa roho yake yote kwa sababu alimdanganya anampenda. Na unajua kawaida ya vile ukimpenda mtu vile unajua, lakini unajua sasa huyu ni mtoto, akipenda mtu anakuwa amependa akimaanisha. Sasa anakaa akijua huyu ni chari yangu ama huyu ni boyfriend wangu, kwa kweli yeye anajua hivyo. Lakini huyu jamaa yeye bado kuna kitu ambacho anahitaji yeye aende zake. Sasa ikakuwa muda wanakaa na huyu jamaa, wanakaa naye, wanafanya shughuli za kwao, wazazi hawajui. Sasa siku moja huyu mwanadada sijui alimpata na msichana fulani, sijui walifanya nini wakakosana na yule jamaa. Wakati waliweza kukosana na yule jamaa, huyu msichana sijui aliambia jamaa, wewe kaa maisha yako na mimi hautawahi niona tena. Nasikia vile jamaa aliambia, msichana aliambia jamaa, wewe kama umeamua hivyo, wewe kaa maisha yako na kweli hautawahi niona tena kwa maisha yako. So jamaa yeye akadani ni ile ya kawaida tu, wasichana wanakwambia tumeachana, sasa wewe endelea na life yako, wewe endelea, hautawahi niona kwa life yako. Yeye alijua tu kama kawaida tu. Lakini huyu mtoto kwa sababu hakupata ushauri mzuri, alifika akaandika barua. Aliweza kuandika barua na akaiweka juu ya meza hapo, na akachukua kitanzi akakunywa dawa. Kwa sababu wazazi wao kuwa karibu, mtoto akafa. Sasa hii barua ilikuwa inasema alikuwa anampenda jamaa, na huyu jamaa ni huyu ndiye ameweza kusababisha kifo chake kwa sababu ya mapenzi. Na kwa sababu huyu mtoto hakupata ushauri mzuri kwa wazazi, ndiye ilifikia mpaka akaweza kujipata kwa hiyo situation, kwa sababu hakuna mtu angeweza kumuelewa. Na kwa sababu angeweza kuelezea mamake mzazi vile kuko, mama ni mkali, baba ni mkali, angekuwa na uwezo wa kuelezea mtu yoyote. Sasa alikufa na maumivu ambayo yalikuwa ndani amenyamazia. Sasa hiyo maumivu ikaripuka ikafika mwisho. Sasa akaona hakuna haja ya kuishi. Huyu mtoto akajiua. Unaona? So ni vyema wakati tunaelekeza hawa watoto, tuwaelekeze katika njia nzuri. Tujue namna ya kutumia vile tutakavyowarekebisha na njia nzuri. Tusije tukatumia nguvu mingi, lakini tutumie nguvu kidogo, lakini pia hawa watoto tuwapende na tuwalete karibu. Tunapowapenda na kuwaleta karibu, inakuwa ni rahisi ya kuweza kujua huyu mtoto kuna changamoto anazozipitia kwa maisha yake. Wengine wanakuwa na mawazo, wanasongwa na mawazo wakiwa shule. Wewe mzazi hujai notice mtoto anasongwa na mawazo bado akiwa shuleni. Haujui tatizo ni gani? Muulize mtoto, shuleni kukoaje? Unapitia maisha magani? Unafanya nini shuleni? Ndio iweze kujua. Mtoto anaweza kuwa anapitia maisha magumu pale shuleni, ama walimu wameanza kumpeleka kwa njia mbaya, ama walimu wameanza kumtumia bila wewe kujua, na mtoto si furaha yake afanye vitu kama zile shuleni, ama kufanya kitu kama hiyo, bado uamuzi wako hujakuwa. Ni vyema uweze kuelewa mtoto wako na uweze kumjua vizuri na ukuwe free na yeye. Unaweza kujua huyu mtoto kuna kitu kinamsumbua. Baada akitoka shule, kaa karibu na yeye, muulize unaendeleaje shuleni? Unaonaje? Hiyo shule iko aje?
ni nini unaona si kizuri katika shule, ni nini unaona akifurahishi. Mtoto anakuwa free na kukuelezea. Anaweza kukuambia kuna mwalimu alikuja kwa maisha yake na huyu mwalimu anataka 1 2 3, kwa sababu siku hizi hata walimu pia wanageukia watoto. Unajua watoto siku hizi wanakuwa haraka. Sasa mzazi anaona, mwalimu anaona ni kama ameangukia mama. Lakini ni mtoto. Unajua watoto wakiwa wamefunga shule, pia hata vijana wa huku nje hawezi jua kama ni watoto, kwa sababu watoto pia wako na mwili kubwa. Sasa unapata usipoweka mtoto kwa njia yako mzuri, mbaba mkubwa anazadani ni amepatana na mama, kumbe sasa hiyo anaongea na mtoto wa shule ambaye tena ni wa primary, sababu ya hii miili ya watoto inakuwa kubwa. So kwa ushauri wangu kwa wazazi, na tusije tukatumia viboko kuwashauri watoto sana, maana mtoto akizoea viboko pia nayo kuja kumrekebisha itakuwa ni ngumu. Huu ni ushauri wangu kwa wazazi. Haya, pia huyu mtoto akifika umri kama huo nimesema, huwa anakuja anaweza kuambia watoto. Unajua watoto wa Nairobi hawanaga aibu, ama watoto wa town hawanaga aibu. Mtoto anakuja anakuambia, mama, angalia bestie, nimekuja na bestie, ndio hiyo anaitwa Johnny, anaitwa sijui nani. Mzazi usichukulie hiyo kitu kama kitu kikubwa sana. Subiri mtoto, wewe umuonyeshe kuwa haujakasirika. Hata kama umekasirika, usionyeshe. Wacha kwanza yule aende, huyo best wake, huyo sijui ni boyfriend yake hiyo, wacha aende kwanza. Akishaenda ndipo uanze kuelezea mtoto kuhusu maisha ni nini. Uanze kumuelezea maisha vile ni nini. Uanze kumpatia example, vitu zenye anajua, ama mtu mwenye anajua, ama vile mtu ameharibikiwa na maisha. Kwanza kumwambia, unajua unapocheza ukiwa shuleni madhara ni haya, unapofanya hivi na hivi madhara ni haya. Yaani uweze kumuelezea kwa njia ya upole, na uweze kumuelezea kweli kile kitu ambacho kinaweza mwapenia wakati either anaweza kuwa amepata mimba, ama anaweza kuwa amepata magonjwa, ama anaweza kuwa amepata madhara yoyote. Uweze kumuelezea kwa upole. Huyo sasa ni mama anaelezea msichana. Ama siku hizi kama mama ameshindwa, hata baba pia anaweza kuelezea, kwa sababu hii si kitu ya kuficha. Siku hizi watoto wanajua kila kitu. Unaweza kumuelezea mtoto, unakaa na yeye unamuelezea. Kama mama inaonekana amekuwa mkali ama imeshindikana, baba pia ingililia, kwa sababu hii ni familia. Familia inaga uoga na inaga aibu. Usione kitu kinaenda kibaya ukaanza kusema hii ni maneno ya mama, ama hii ni maneno ya baba. Hapana, watoto ni wetu zote, na lazima tutunze watoto na kwa njia nzuri. Na pia kitu kingine, tuweze kuwapeleka watoto wetu kanisani. Hii kanisa, wakati watoto wanaenda kanisani, kuna mambo mengi wanaebukana nayo. Kuna mambo mengi huwa wanafunzwa, inawafanya kuna vitu ambazo hawawezi fanya, kwa sababu wanajua wakifanya wataonekana na wao wameokoka. So lazima wajifiche na pia waebukane na hizo maneno. Na pia waingie kanisani, waingie kufanya huduma fulani. Kama ni uimbaji, waingie katika njia za uimbaji. Kama ni wacheza kinanda, waingie katika njia za kinanda. Kama ni wafanya nini, wafanye. Yani wafanye kazi ya kanisa. Wakati wanafanya kazi ya kanisa, inawasaidia sana, kwa sababu muda mwingi kwa wale ambao wanafanya kitu kama ni kwaya, unapata muda mwingi wako kanisani kufanya practice. So wakipu busy mahali, hata wakati wanaenda kufanya kitu kibaya, kwa sababu kanisani huwa wanafunzwa vitu vibaya na vitu ambazo vinaweza leta madhara, kwa sababu hiyo ndio seminars za youths huwa wanafunzwa wakienda pale kanisani. So unapata mtoto akona mawaidha, anajua kila kitu. Hata wakati mtoto wa kijana atakuja kwake, anajua huyu anataka kuniharibia maisha, ama huyu anataka kuniletea magonjwa, ama huyu anataka kunisababisha nisiweze kumaliza masomo yangu. Inakuwa ni rahisi, mtoto anaweza kuelewa. Tusaidiane pamoja
na kanisa na wachungaji tuweze kusaidiana kwa hiki kizazi, ili tuweze kupata generation ya kesho. Tusipofanya hivyo, tutapoteza watoto wengi na tutapata watoto wengi wameingia katika streets, wamekuwa machokora, sababu tumetumia nguvu, watoto wakakimbia kutoka kwa nyumba, wakapotea hivyo, wakasema hiyo ukari imezidi, watoto wakaanza maisha yao kwa street sababu ya ukari. Ukiona watoto wengi wameingia kwa street, wako na wazazi, hiyo kuna kitu kiliweza kusababisha. Na pia kitu kingine, tuweze kuprovidea watoto wetu, tuweze kuwaprovidea kama sana watoto wa kike. Kama sisi wazazi tujaribu sana, tuweze watoto wa kike tuweze kuwapatia mahitaji yao, kwa sababu ya mahitaji ya wasichana iko juu. Na pia tuweze kuweka bajeti ya wasichana. Wakati mtoto anahitaji kitu chochote, asije ukamnyima, kwa sababu unapomnyima sasa atatafuta mbaba ambaye atakuwa akimsaidia, ama atakuwa akimpatia hizo vitu zenye anahitaji. Maana ukiona mtoto anakuambia dadi ama mami nipatie hela fulani, wacha kushinda ukiuliza mtoto sana unaenda kufanyia hizi hela nini, kwa sababu ako na mahitaji yake kama msichana, anajua. Na kuna zile vitu ambazo mtoto msichana anaweza nunua, wewe baba bila kujua anahitaji la kitu fulani, kwa sababu si lazima uanze kufuatilia mtoto wa kike anaenda kununua nini. Na pia mtoto wa kijana kuna yale mahitaji yake pia ako nayo, pia tuweze kuyaangalia. Mtoto anapokuitisha hela, usiwe mgumu sana, kuwa gadi, ili atoke nje ama aende kufanya kitu kibaya ndiye aweze kupata hiyo hela. Inakuwa bado hiyo ni changamoto kwa watoto wasichana sana, inawaumiza, kwa sababu unapokuwa mstinji kwa mtoto msichana na wewe ni baba ama wewe ni mama, huyu mtoto lazima atafute mtu ambaye atakayemsaidia ili mahitaji yake ya kisichana iweze kukua sawa. Unaweza pata huyu mtoto kuna vitu ambazo hawezi kukuambia, anahitaji zile vitu ambazo wanatumia, anahitaji nini, anataka kanguo kazuri, anataka nini. Watoto wasichana unajua, lazima wakishafika umri mkubwa ama ule umri ambao nimesema mapema, wanataka kuwa smart. Automatic wanataka kuwa smart, kwa sababu lazima waonekane wakiwa smart. Na kwa sababu unapowatoshelesha na hayo mahitaji, wanajua kuna haja ya mwanaume. Sababu wewe baba una provide kila kitu, chakula iko kwa nyumba, kila kitu iko kwa nyumba, TV iko kwa nyumba, wifi iko kwa nyumba. Sasa huyu mtoto hata akikaa kwa nyumba hawezi kaboeka sana. Unaona? Vitu zingine ni za kutumia common sense. Usije ukakuwa stingy kwa mtoto msichana. Unapokuwa stingy mtoto msichana atakusurprise na wewe utashangaa sana. Kweli, atakusurprise mbaya sana. Na hiyo itakuletea shida, na atakuja kukuambia dadi ama mami, unakumbuka nilikwambia nataka nini, nataka hii, na kwa sababu ya hiyo ndio iliweza kunisababisha nikafanya hiki kitu ili niweze kupata nini, hii niweze kufanya kitu fulani. Unaona? So tuwe waangwana kwa watoto, tuweze kuwaelewa. Na pia baba, ni vizuri sana ukuwe karibu na watoto. Baba, wewe ndio kichwa, na wewe wakati unapoongea kwa watoto huwa wanasikia. Si kama venye mama yao anaweza ongea watoto hawezi muelewa, lakini wewe baba unapoongea jambo watoto watalitilia maanani. For example, pia kuwa na ile nini yako ya ukali wako wa kidogo. Ambia watoto masaa fulani ikifika, nataka kuona kila mtu ameshaoga, ameingia kwa nyumba, amechukua vitabu na kuanza kurevise. Inakuwa ni rahisi, mtoto anajua timetable yake ikifika masaa fulani, na hiyo ni kitu naanza mapema. Usianze sasa hivi watoto wakiwa wakubwa.
unaanza mapema watoto wakiwa wadogo. Watoto wanakaa wakijua ikifika masaa fulani ni masaa ya kuoga, ikifika masaa fulani ni masaa ya kuingia kwa vitabu na kuanza kufanya homework na kuanza kurevise na kuanza kufanya hii 1 2 3. Timetable yao wanaijua na mtakosana nao kwa sababu ni kitu ulikuwa umeshaiweka msingi mapema. Unaweka foundation ya hiyo kitu mapema. Na pia masaa ya kuchelewa nje pia uweke limit. Hakuna kuchelewa. Akichelewa atakuelezea alikuwa wapi, na anachelewa akiwa na sababu. Unaona? So inakuwa ni rahisi sana kukaa karibu na hao watoto. Na unajua kuna baba wengine mara mingi unapata wao wanakuja masaa ya usiku wakati watoto wameshalala. Kuja kwao kwa nyumba wanakuja wakati watoto wameshalala. Watoto yani, wacha tuseme hivi, wababa tumependa either mpira sana ama tumependa pombe sana kuliko familia. So unapata mama ndiye anashinda na watoto. Na unajua mama akishinda na watoto, maneno anayowaambia ni vile baba yao ni mbaya, baba yao ni mrevi, baba yao kazi yao ni kushughulika na pombe, ama baba yao ni kushughulika na wanawake huko nje, ama baba yao sasa angalia yeye akuage karibu. Lazima ukae karibu na watoto. Hizi mambo za mpira, unaweza kuja ukaangalia mpira kwa nyumba, ama ukuwe na muda wako, si kila siku uko nje. Wakati wa mpira, hata wakati si wa mpira bado uko nje. Kunywa pombe yako ni kutoka hiyo masaa yote mpaka kesho yake asubuhi. Utakuwa na time ya familia yako saa ngapi? Utapata time ya familia yako saa ngapi? Jamani, tuweze kufunza. Unajua hiki kizazi yenye tuko nayo, nimesema kuwapa mwelekeo mzuri, akitaenda mbali. Kweli hiki kizazi kiko na roho ndogo sana. Akitaki kusomewa, akitaki kuambiwa kitu na hasira, akitaki kufanyiwa sijui nini. Hata siku hizi hata hatuwaelewi. Na vile hatuwaelewi, hata sisi hawatuelewi. Kweli kabisa. Na nashukuru sana wale watazamaji wangu wote ambao mmeweza kuingia na kuweza kuangalia tuweze huu mjadala wa siku ya leo. Najua ni vyema sometimes kama sisi wazazi, inaweza kuwa ni kwa umri mdogo, lakini nimeyaona haya vile yanaendelea. Nimeyaona na nimeshuhudia, na ndio kwa sababu imenifanya niweze kuja hewani. Na pia baba, wakati unakuja kwa boma, hakikisha umekuja kama baba. Yani ni kumaanisha umekuja na kabag, umebeba vitu hivi unajua. Na wakati unakuja na hizi vitu, wacha kukuja kisiri. Hatunapatia mama kisiri akaweze kapatia watoto. Wamama siku hizi wamegeuka. Unapompatia kiziri, mama anasema yeye ndiye amenunua. Wewe kuja hadharani, patia watoto, waambie patieni mama yenu awagawie. Kama ni mboga umenunua, letea watoto, waambie shika hii mboga, pelekea mama yenu awapiki. Hiyo ndio vita siku hizi iko kwa boma. Mama anatengeneza upande wake. Ndio sababu unapata unaweza pata baba ndiye analipa school fees, analipa rent, anafanya nini, lakini hizi vitu zote anapatia mama. Kama ni hela anampatia lipa rent, kama ni kuenda feasting shule anatuma mama, kama ni kufanya chochote, kama ni kununua manguo unapata anatuma mama. So unapata watoto wanajua kumbe mama ndio kila kitu kwa hii nyumba. Baba hana chochote na hana msaada wowote na sisi. Unaona? So hivyo ndio inakuaga kuwa baba, kuwa tena mzazi. Kama watoto wanahitaji chochote, nenda nao dukani, wakwambie wanataka 1 2 3 1 2 3, lipa, wajichukulie ama uwachukulie ukawapelekee wewe mwenyewe. Sawa? Na pia wakati wa shule feasting,
Tusije tukawaachia wamama peke yao wakaenda kule. Pia hata sisi tuende feasting ya watoto shule. Watoto ni wetu. Wacha kila saa ati mama anasema mimi ndio naenda, mimi ndio naenda. Hapana. Kuwa hata wewe nenda. Sababu hizi ni vita. Huyu mtoto ndio sababu unaona watoto wengi wanajua mama zao sana kuliko baba zao. Wanatambua sana baba zao kuliko mama zao. Sababu mama ndiye amekuwa karibu na wao. Sasa unapata mzee, wakati imefika umri wako umezeeka, unapata mama anakuacha kijijini, anachukuliwa na watoto, anapelekwa kwingine. Yeye anaenda kukaa maisha yake. Sasa wanasema baba kwa sababu hakukuwa wakati tulikuwa tunamhitaji, hata yeye sasa wacha akae kando. Unapata unaachwa nyumbani, mama anachukuliwa anaenda na watoto. Kweli haya yote nimeyaona mimi, nimeyashuhudia. Na isikuje kuwa kwako hivyo. Kaa karibu na watoto. Watoto wajue tuko na wazazi wangapi? Wazazi wawili. Na wote wanashughulika na sisi. Mama anaenda kazini, baba anaenda kazini. Pesa zetu wanashikanisha hivi, zinatusaidia. Hivyo. Na pia tuache ugomvi mbele ya watoto. Tuache ugomvi mbele ya watoto. Maana tukianza ugomvi mbele ya watoto, tunapatia watoto kichwa. Watoto wanaanza kusema kama baba na mama hawaelewani, na sisi watatuambia nini? Baba hawezi rekebisha mtoto kwa sababu atasema kama mama anamtusi, hata mimi naweza mtusi. Unaona? So inaleta picha mbaya kwa watoto. Kama mzazi ama kama mama, ukiona kuna jambo fulani ambalo halijaenda vizuri kwa mume wako, vumilia. Kaa, subiri mume wako mahali yako peke yake ama mahali mko peke yenu wawili. Suluhisha maneno yenu wawili bila kuonyesha watoto kulikuwa na ugomvi. Unakumbuka wakati tulikuwa na wazazi wetu, unapata mama anapigwa lakini hawezi kuonyesha kama amepigwa. Alikuwa analia tu huko ndani, akikuja huku tu anacheka na nyinyi, lakini haonyeshi kama amepigwa. Sababu alikuwa anachunga hii kitu ya heshima. Tusije tukamdharau baba, hata kama amemchapa, tusije tukamdharau baba. Na pia mama pia uchunga upande wa mama pia uchunga, tusije tukamdharau. Baba pia uchunga, tusije tukamdharau mama. Kwa sababu wakati mama anapokuongelesha, ujaribu uongeleshe mama vibaya, unasikia baba anaguruma. Anakuuliza tunasema nini? Unaona? Sasa mtoto anakaa akijua mama huwezi muongelesha vibaya, baba huwezi muongelesha vibaya. Hivyo ndio maisha ilikuwa hivyo kitambo. Na ndio sababu tulikuwa wengi tulikuwa na tabia nzuri, kwa sababu hao wazazi walikuwa wakali, lakini walikuwa wanaturekebisha kwa pamoja wote. Kweli? Hivyo ndio ilikuwa hivyo. Maisha ya kitambo yalikuwa hivyo. Baba anakurekebisha, mama anakurekebisha hapa. Wakati unaleta mchezo, mama anakuwekelea mwiko. Ukifanya hii, baba ndio yeye anakuwekelea hata kama ni teke ama mshipi, anakuwekelea kitu yote yenye yako nayo. Na ikakuwa hivyo tabia nzuri. Sasa ikabidi hapa hakuna kuleta mchezo. Sasa hapa unajua ilikuwa uwezi leta mchezo pale. Sababu mama, ukienda kwa mama, mama anakuwekelea. Ukienda kwa baba, baba anakuwekelea. Hiyo ni zile enzi. Lakini za hii enzi ni kuongea na mdomo. Kuongea kwa maneno tu, mnaelewana. Mtoto anamwambia sitaki hii, nataka hii, ufanye hivi ili ujisaidie kwa maisha, fanya hivi hivi na hivi, na watoto wanaelewa. Siku hizi watoto ni digital. Shule hakuna viboko, kwa nyumba ukimchapa viboko ndio mtoto amepotea. Umuone sana tano, naanza kung'ang'ana kutafuta, usiku mzima unasurura kwa mabarabara, kwa drainage kwenda kutafuta mtoto, sababu ya kuwa ukali. Naona? So tujaribu sana kuongea na hawa watoto, tukue na bidii sana. Pia wakati wamefunga shule, hakikisha mzazi, kama uko na uwezo, peleka hawa watoto tuition. Wapeleke tu tuition, masaa yao iendelee kupungua. Sababu mtoto akikaa the whole day, mawazo pia yanaenda kwingine. Lakini unapomkazia masaa kidogo,
anajua asubuhi anaamka by saa 2, anaenda tuition anatoka kitu kama saa 7 hivi. Sasa hii masaa ya saa 7 akikuja kwa nyumba afanye kazi ya nyumba kidogo, unapata masaa pia imefanya nini? Imepungua. So unapata kuna muda kidogo. Sasa hii muda kidogo ikifika muda fulani, pia na wewe umeweka masaa yako ya kuingia kwa nyumba na kuanza kuoga, kufanya homework yake. So unapata siku inaisha ikiwa ndogo, haiwatoshi. Unaona? Hivyo ndio unajipima. Lakini unapokuwa unawaachia freestyle, watoto watakushinda na watoto mtapigana nao vibaya sana. Halo? Tujaribu sana kutunza hawa watoto, si kazi rahisi. Na ukiona watoto wameanza, ukisikia tu kidogo tu, hata mtu amekuja tu amekuambia tu polepole, mtoto wako ameanza kutembea na grupu mbaya, wacha kusema ati achana na yeye. Kweli ukiona kitu kimesemwa kiko, chunguza sana, chunguza. Sababu wewe, hao watoto ni mapretender. Mtoto anafanya jambo, anakuja kwa nyumba anatulia hivi. Unaona mtoto wako ni mzuri, hawezi kafanya ile jambo. Mtoto anakuja kwa nyumba ametulia hivi, kumbe sasa ameiba vitu za wenyewe ama amefanya kitu mbaya. Wewe unakuja kufuatwa baadaye na unakuja kukataa hata mtoto wangu hawezi fanya jambo fulani. Hao watoto ni mapretender. Ukiambiwa kitu ichukulie maanani. Ukiambiwa mtoto anafuta bangi, wewe jua kweli anafuta bangi. Hakikisha vile hiyo roho ya bangi itaisha. Hakikisha vile utaweka huyu mtoto hawezi kumalizana na hizi vitu. Na hii grupu achane nayo. Ukisikia mtoto ameanza kusemwa ati mtoto wako si mzuri, tabia zake si mzuri, ukisikia mtu mmoja wawili hivi wakisema, chunguza sana huyo mtoto. Na tusiweke ile ati mtoto ni wangu, ati achana na mtoto wangu, hayo ya kuuzwa hata akiwa mbaya kwani ni wako. Naona hayo majibishano. Unaposema lile jambo kutoka kwa roho yako, unasema achana na mtoto wangu, acha akue vile alivyo. Hiyo ni roho fulani umeweza kuwekea mtoto. Huyo umeweka guarantee ikue hivyo, kwa sababu umesema uachana na yeye akue hivyo. Hizo ndizo zinaitagwa laana za kulaani watoto. Ama najua kuna laana tunalaani watoto bila kujua. Unapata unachapa mtoto, unaanza kumwambia yani unachapa mtoto kwa sababu ya hasira, ama mtoto amekufanyia kitu kwa sababu ya hasira, unamwambia hata kama hata afadhali singekuzaa, afadhali hata ningezaa kitu kingine. Wewe hata kama ungeenda ukiendaga. Ama unamwambia mtoto hata afadhali sijui nini. Yani mnajua yale maneno ambayo mnayatamka wakati mko na hasira. Unajua haya maneno, unasikia watu wanasema maneno ya mzazi ni ya nguvu sana kwa mtoto. Maneno ya mzazi ni makubwa sana kwa mtoto. Mzazi anapotamkia mtoto kitu, direct hiyo kitu inakuwa hivyo kwa mtoto. Hiyo ndio kitu unafaa ujue. Hata kama uko na hasira kiasi gani, chunga maneno ambayo unayoyatoa kwa mdomo mbele ya watoto, juu ya watoto. Usije ukalaani watoto bila kujua. Ati wewe ni ng'ombe sana, wewe sijui ni nini, wewe sijui wewe. The more unatusi huyu mtoto, na unajua laana itokagi. Kutoa laana tena, hiyo ni story nyingine tofauti. Hiyo ni kazi nyingine tena unaanzisha. Uweze sema ati nimetoa hiyo. Hiyo sasa ni kitu kingine tena tofauti sana. Lazima tena uanze kufanya madhabahu sijui nini, uanze kufanya kutoa hiyo roho. Kwa sababu hao watoto tulisha wekea hizo laana mapema. So unapata hao watoto yale maneno uliweza kuwatajia mapema, zile laana ndizo zinaanza kuwasumbua wakati wameshafika umri wao. Wameshafika umri wao, hizo roho zinaanza kuwatesa, lakini hawajui ni nini. Hata wewe mwenyewe hujui kwa sababu hukumbuki. Kuwa serious na haya maneno ambayo mnayoyatoa kwa mdomo mbele juu ya watoto. Tusije tukalaani watoto bila kujua. Unaona mtoto ameenda akiendaga arudi nyumbani, kumbe wewe ndio ulitamkaga yale maneno, enda kabisa hata usirudi.
uende kabisa kabisa kabisa, hata usiwe rudi tena. Unasikia? Huyu mtoto kweli anaenda akiendaga tena, unaanza kusema mtoto mtoto haji nyumbani, mtoto aonekani, mtoto aongei, mtoto afanye. Kumbe wewe ndio ulitamkaga yale maneno. Mtoto aenda akiendaga. Ile nimesema enda na uende kabisa. Hata sikuta, yani unasikia, unajua vile mnaongea. So unapata ile kitu inakuja inakuwa kwa mtoto. Ile ni umeshaweka kwa mtoto. Hivyo tuchunge ndimi zetu, maana ziko na uzito sana kwa watoto. Kweli. Si kama vyenye mtu mwingine anaweza mtamkia, lakini mzazi mwenyewe akitamkia mtoto, hiyo iko na uzito sana. Mimi si kuwa na mingi. Nilikuwa nimekuja kwa hayo machache sababu ya kujifunza hayo. Na vile jinsi tutakavyokaa na watoto katika mzimu huu mrefu. Na pia tumewasoma na pia karakta zao zingine, kwa sababu tumekaa nao nje sasa tumezijua. Unajua msimu kama huu ndio napata watoto wengi wanapata mimba, wanapata magonjwa, wanajiua, wanafanya yale vitu mbaya kwa sababu ni holiday refu. Sasa hapa ndio unajua watoto kweli au watoto wenye uko nao ni akina nani. Sababu sasa hata wewe si unaona mmeshafunga kazi, sasa mko nao hapa. Sasa zile tabia haziwezi change. Hata kwa sababu uko pale, bado zile behavior zitakuwa. So ni ushauri kubwa sana kwa wazazi. Tuko na kibarua mzito sana. Kwanza kwa watoto wanaoishi mjini. Watoto wa mjini wazazi tuko na vibarua ngumu sana ya kurekebisha watoto hadi wakuje kuwa wazazi ama wakuje kuwa kizazi cha kesho. Tuko na kibarua mzito sana. Tunafaa tujue na tuweze kuwaweka karibu na sisi, tuweze kuwalea kwa njia ya heshima. Halo? Hayopo, mmeweza kunipata na mmeweza kunielewa. Hivyo kila mtu acheze pati yake. Mama acheze pati yake, baba acheze pati yake. Yote ikiletwa pamoja, yote inakuwa familia moja. Sawa sawa. Sikuwa na mengi, ni hayo tu machache ndio nilikuwa nayo kwa saa hii. Lakini kama kungekuwa na mengi tungeweza kujifunza, lakini ni sababu ya muda, masaa naona inakimbia. Hivyo pia kuna kitu kingine nimeweza kukumbuka. Tunaanza kuwapa watoto wetu kazi kabla wamalize shule. Tunaanza kufunza watoto kazi kabla waanze kuwamaliza shule. Yaani kuwapatia kazi kama gani? Unapata mtoto ametoka shule, mtoto ni wa kike, unampa siku hizi huwa wanapewa hizi ndoo za melon. Unapatia mtoto ndoo ya melon, unamwambia sunguko uende ukatafute pesa. Na unajua hakika kweli huyu mtoto anaposunguka na hizi ndoo za melon, watu ambao anapatana nao sana unajua ni vijana wa baba nini. Na hawa watu wakati wameona huyu mtoto, na kwa sababu wa baba vile wanakuaga huwa wako na zile sijui vile naweza zisema, wanaona huyu mtoto ni mdogo, sasa wanataka kutekia advantage kwa sababu umemtuma. Sasa anajua huyu mtoto ako na shida. Sasa huyu mtoto anapata, kwa sababu ya hizo ninia, anaonekana kuwa mtu wa shida sana. Unapata watu wanatekia advantage ya kuumiza huyu mtoto. Unapata baba amechukua kama for example niliona kitu kingine hapa. Niliona mtoto ama mama, mtu wa trailer fulani alikuja akamwambia mama, ama huyo mtu mwenye alikuwa anauza akamwambia mama, nataka uniuzie hizo melon.
Wakati alimwambia nataka uniuzie hizo melon, akamwambia panda juu ya trailer. Yani unajua hapo uniuzie. Sasa unajua trailer iko kwa barabara na inaendelea na safari. Sasa ule mama wakati aliweza kuingia pale ndani, alienda akachukua zile melon, huyo mbaba akachukua zile meloni zote, kwa sababu aliona huyu mtu ni mtu wa shida, kwa sababu shida ndiye imemleta kuja kufanya kazi kama hiyo ya barabara ama kufanya biashara. So akaona amuongezee hela zake ndiye akaweze kumdhulumu ama kumfanyia kitu ambacho si mzuri. Na wakati niliona kitu kama hicho iliniguza sana, kwa sababu nikasema kama watoto wa shule wataweza pewa kazi kama hii, na watu ni hao wanatumia watu kama unyama, sababu wanateki ile situation ya mtu anaibeba ili waweze kumdhulumu zaidi ama waweze kumfanyia kitu mbaya kwa sababu ya shida. Unajua wakati mwingine tunafaa kuhurumiana. Si ati wakati unaona mtu anafanya biashara kake kadogo, unaona hiyo ni advantage yako kubwa kwenda kumdhulumu ama kwenda kumfanyia kitu kibaya kwa sababu ya kutekira advantage ya shida yake. Unaona? So hicho kitu kikaniuma sana. Nikaona kama mtoto wa shule anaweza pewa kitu kama hii, aenda akasunguka akauze ama akafanya biashara fulani, mahali wanapatana na hawa watu. Si ni kumaanisha mtoto wa shule ataharibiwa masomo? Mtoto wa shule ataharibiwa kupitia kwa hii safari ya kufanya hizi biashara. Mtoto atapata magonjwa sababu hawa watu wa kusunguka, hawa watu wa kutembea, hawa watu wakubwa, hujui ameenda wapi, amefanya nini, kwa sababu ukiona akifanya hivi sio mara ya kwanza, ni vitu zenye anafanya katika hizi barabara ama ni vitu zenye anafanya katika maisha yake. So huyu mtu anaweza kuwa amebeba magonjwa analetea kwa watoto wadogo. Siku hizi wanakufa magonjwa ambayo ni ya watu wazima. Mpaka unajiuliza mtoto kweli, mtoto ametoa wapi haya magonjwa? Lakini kwa sababu watoto wa baba wakubwa wameingia kwa watoto, wanaletea watoto shida kwa sababu ya tamaa ya pesa. Ndio sababu umesikia nimesema baba, kuwa tayari kwa watoto wa kike, jaribu kuwaprovidea ili tusije tukapatana na hizi changa. Kuepukana na hizi changa ni kuprovidea watoto wa kike, wapatie mahitaji yao kweli ya kutosha. Tuepukane na haya yenye tunayoyaona. Haya maneno ninayaona kwa barabara na yananiuma sana wakati naona mtu anachukua advantage kwa mtu. Halo, kweli wacha niwaage kwa sababu ya muda na masaa. Naona imefika kitu kama saa 5. Na wengine pia wanahitaji kufanya shughuli za kwao. Wacha niwashukuru wote ambao mmeweza kunitazama, wote ambao mmeweza kunisikia. Kwa wale ambao nimeweza kuongea kitu ambayo inaweza wasaidia, pia waichukulie kuwa maanani, kwa sababu watoto ni wetu na watoto ndio taifa letu la kesho, na watoto ndio watakao tuinua kesho wakati wa uzee wetu. Najua watoto tunawategemea wakue kesho. Na pia kitu kingine, kuna makosa ambayo wazazi tunafanya kwa watoto. Mtoto wakati amemaliza labda form 4, hajafanikiwa kwenda university, itabidi mkae chini kwa pamoja muweze kuelewana na mtoto anahitaji kufanya nini. Wacha kulazimisha mtoto. Unataka mtoto awe mwalimu na mtoto anataka kuwa daktari. Unapompeleka kuwa mwalimu, kweli hakuna chochote atakuletea. Wacha afanye kile roho yake inatamani. Ni bora kumpa ushauri mapema kabla hajaamua yeye mwenyewe. Unamwambia mapema, unamuelezea mapema uzuri wa kitu fulani, uzuri wa kufanya kazi fulani, ama uzuri wa kufanya kozi fulani. Tusije wakati watoto wameshafanya mtihani, ama wakati watoto wamekuja sasa wameamua wanataka kufanya hii na wewe unataka wafanye hii. Sasa mtoto inakuwa sasa hata umemharibu roho ya masomo. Unapata mtoto anasema wao ndio wanataka niwafanyie, wacha niende niwafanyie tu. Nasikia mtoto anakuambia wacha tu niende nifanye kwa sababu wanataka nifanye. Mupe ile kitu ambacho anataka kwa moyo wake, kwa sababu ndio sababu naambiwa ukae karibu na watoto. Endelea kuwapa
mwelekezi mapema, mwambie unaona mtu fulani anafanya kitu fulani unaona anafanikiwa sana, unaona hii huyu anafanya hivi ukifanya hivi utafanikiwa, hii ukifanya hii utafanikiwa. Unamwelezea mapema kabla haja take decision yake mwenyewe kwa mapema. Lakini uweze subiri mtu afanye uamuzi wake alafu kuja ukamwambia tunataka afanye vile unafanya. Hata yeye pia ameshakomaa sasa, akili zimeanza kufanya kazi, hamwezi kubaliana na yeye kwa sababu pia amesikia wengine wakisema hii nataka kufanya hii na yeye akasema nataka kufanya hii. Hivyo fanya uamuzi mapema. Haya, kitu kingine, unaposomesha mtoto hadi university ama umempeleka hadi college akamaliza college, kwa sababu umekubali kutumia pesa zako mingi, pia tumia hiyo pesa muingishe mahali kazini. Unapomuingiza mahali kazini, hapo sasa ndio umeweza kumsaidia. Lakini kupatia mtoto masomo bila kumuingisha mahali ni kama umefanya kazi ya bure. Kwa taifa letu hapa vile tunajua, hata wewe mwenyewe unajua kutafuta kazi vile ni ngumu. Huyu mtoto ametoka shule, ataanzia wapi kutafuta kazi? Na wewe umezunguka ukitafuta hiyo kazi kwa miaka mingi. Hivyo unapomalizana na huyu mtoto, hakikisha kabisa umemuingisha mahali, hata kama ni kwa jeshi ama kwa serikali ama kwa kampuni, umemuacha mahali akiwa mikono salama. Sasa hapo hata ukimwacha uende shughuli zako, atashukuru. Lakini si usomeshe mtoto ukaja ukamuachanisha kwa barabara, ataanzia wapi? Mtoto ametoka shule, mtoto ajui kampuni mahali ziko, mtoto ajui mahali ataanzia, ajui vile kazi inatafutwa. Jamani, halafu umeachanisha mtoto, halafu tena unaanza kupiga simu ati umeshamaliza mtoto, tena unampa majukumu aweze kusaidia watoto wengine wenye wako nyuma. Unasikia? Tusije tukawapa watoto majukumu. Watoto ni wako na ni jukumu la mzazi kulea watoto wake. Si ati mtoto akipata kazi ndio unaanza kupata sasa, unaanza kuanza kuwekea mtoto majukumu kama baada hajaanza hata shughuli za kwake. Yeye atajipanga saa ngapi? Wacha mtoto ajipange. Yeye Kenya atakusaidia ni sawa. Mtoto hatujasomesha mtoto akuje kuwa kama sasa yeye ndio baba kwa boma. Somesha mtoto ajisaidie kwa maisha yake ya kesho. Akiwa na kitu kidogo atakusukumia. Lakini tusiweke watoto ndio wanaanza kusomesha watoto wengine. Unapata huyu mtoto anataka kufanya maisha yake, unapata huyu umemkazia kabisa. Hawezi fanya chochote kwa sababu umempatia majukumu. Sasa yeye ndio mzazi, yeye ndio mama, yeye ndio ni tusije tukawarindika mizigo yote. Wacha afanye ile kitu ambayo anaweza. Akiwa na uwezo atawasaidia, hata yeye anaona vile umeng'ang'ana. Endelea kung'ang'ana kama mzazi. Tusije tukaachia watoto mizigo. Unapata mtoto anang'ang'ana asomeshe mtoto. Huyu mtoto ukiwa na mtoto amefika university, ametoka form 4 akaingia university. Huyo ni mtoto ambaye ameweza chukua miaka mingi, ameshakomaa sasa. Huyu mtu anafaa kuanzisha maisha yake. Anataka kuleta familia yake anzishe nayo. Lakini sasa wewe unampa majukumu ya watoto, kuliondoka mtoto. Sasa hata time ya kukaa na mke wake hana. Hata time yenye ataoa hakuna, kwa sababu mara mingi unasikiaga hizi story yenye unapata kijana sababu amepewa majukumu ya kusomesha wadogo wake. Unapata amepatana na mwanadada, lakini baada anamwambia hapana, subiri tu nimalizane na watoto wetu wamaliza masomo, alafu ndio tuweze kuingia kwa ndoa. So unapata huyu mtoto umeshampatia majukumu, muda unasonga, miaka inasonga, wakati anakuja kuanza life yake vizuri, unapata miaka imekimbia sana. Hivyo tusije tukawapa majukumu sana watoto, wakitusaidia ni sawa, na wakijaliwa na kitu chochote wanaweza tupatia pia ni sawa. Shukuru kwa hiyo kidogo yenye wameweza kuileta. Hivyo kitu ambacho tumeweza kusema, tukae karibu na watoto, na tunaposomesha watoto tuhakikishe kuwa tumehakikisha pia tumemalizana nao kabisa, tumewaingisha kazini, wako salama sasa kazini,
wameingia kwa payroll, ndio sasa uachane na yeye. Si ati mtoto ameanza kufanya mjengo, unaanza kumpigia simu ati mbona utume pesa nyumbani. Jamani, mtoto afanye mjengo Nairobi, kwanza kumpigia simu aanze kutuma pesa nyumbani. Na we mwenyewe wakati ulikuwa na uwezo wa kusaidia, lakini hukuweza kujipanga kimaisha. Tukiendelea kusomesha watoto pia tuendelee kujipanga kimaisha, sababu kesho yetu yaja. Tusije tukawategemea watoto sana. Ukiendelea kukua bado ukiwa katika ujana, panga maisha yako mapema, ndio isikuja kufika mahali uanze kulilia watoto. Hawa watoto wanaweza amua maisha yao. Sawa? Ukiingia kwa ukianza maisha, anza kupanga maisha yako na upange maisha ya familia. Zote zinaendanisha kwa pamoja. Inapofika umri wako umekomaa, utapata maisha yako bado umeshajipanga. Kama ni kujenga, jenga mapema kabla watoto wakushike. Kama ni kununua shamba, nunua mapema kabla watoto wakuwe wakubwa. Kama ni chochote unachokifanya, fanya kabla watoto wakuwe wakubwa. Kama ni gari unataka kununua, nunua mapema. Lakini unajua unanunua ile kitu ambayo unajua kiko faida ya kesho. Si ati unanunua kitu kwa sababu unaona wengine wananunua. Ukijua manufaa ya hiyo kitu kesho itakusaidia. Halo? Mimi naomba kuaga, na kwa sababu mmekuwa wengi na siwezi kuwataja kwa majina, nashukuru sana kwa ujumbe mdogo ambao tumeweza kuongea. Na kwa sababu tumesema ni mambo ya kuongea kwa watoto, tusije tukatumia nguvu mingi. Na mtoto akikuletea bestie, jaribu kujua vile utamuongelesha. Tusiumize watoto waanze kujiua. Watoto sasa hivi wanaweza jirusha hata kwa barabara. Watoto naona wanaingia kwa maandamano hata hawaogopi, mwenzake anauliwa na yeye anaingia tu. Hata haoni kifo ni nini. Hiyo ni watoto wameamua, hata wanaweza kukufa kwao sio shida. Kukufa kwa watoto hata sio shida. Hawa wameamua, yani roho yao imekuwa ile roho ya kwani kifo ni nini. Mtu anaweza kuambia sahihi hata anaweza jiua na anajiua. Wengine hapa siku hizi mtoto anajirusha kutoka juu ya ghorofa tu. Mtoto anakufa tu, anakuambia watu, unajua mimi naweza jirusha. Namwambia usijirushe. Mtoto anajirusha tu. Hivyo rahisi. Hivyo tukue. Watoto hawa si ile kizazi yetu. Hawana kesho. Saa hii akitaka kuamua kufanya kitu anakifanya saa hii. Ndio sababu tumesema tukue na ushauri kwao sana sana. Tukue karibu nao. Nimeshukuru sana kwa utazamaji wako, kwa kuwa karibu na mimi kunisikiza, na najua si jambo rahisi, na si kwa bidii yangu tu kujiongelesha hapa. Umekuwa wa muhimu kwangu na nimeshukuru sana, na Mungu aweze kuwabariki. Shalom, shalom, shalom. Tena siku nyingine tukipata chochote tunaweza kukiongea kama wazazi. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kunitazama, nimewaona wote mmeingia. Na sitaweza kuwataja kwa majina sababu tuko wengi. Nashukuru sana 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 sana. Bye bye. Mungu akawabariki. Usiku mwema na usiku mwanana. Tunapokaribisha mwaka mpya, tukue mwaka wa sherehe, na pia tukumbuke Januari yaja, school fees inatuhitaji. Shalom, shalom. Bye bye.